Number 2, and finally, mimi nataka nimuulize ndugu yangu Rais William Ruto. Wakati nimeona Raila akikutafuta, hata mimi mwenyewe alinipigia simu, nimeona WhatsApp yake ya Raila pia akinitafuta, akikutafuta. Siku ile unataka kukutana naye, tunataka hiyo mkutano ikuwe wazi. Let it be live and recorded for Kenyans to listen what Raila wants to tell you. Because we know the agenda of Raila Odinga is not about the high cost of living. The agenda of Raila Odinga is not about Kenyans. It is about handshake, nusu mkate, nusu mkeka. Anas Kenya kwanza. Na sisi ambao wengine tumeitwa hardliners ya William Ruto, hakuna nafasi ya handshake Kenya hii. Kama ulishindwa, wenda nyumbani. Hata ile kazi unataka ya African Union, hautapata. Wacha hata nusu mkate, hata slice. So we want to ask, wacha hii mambo ya kuharibu Kenya. Kenya is more bigger than all of us. Kenya is a country that we don't need demonstrations, that we need to ban roads, create chaos and peace in this country. We want to appeal and ask the president. Mimi nilisema wiki moja nikiwa hapa Nandi. Kwa ile wiki ilipita ilikuwa mwisho wa maandamano. Nimeona wenzangu wanasema polisi waliua watu. Na watu ambao wanakisiwa waliuawa, hawakuwa naenda polisi kupatia au kukumbatia. Walikuwa wanatembea na mawe, panga na marisasi. Sasa unachukulia polisi risasi na mawe, unafikiri atakukumbatia. So we must be honest. I want to ask, as they condemn police brutality, they must condemn also the attack against the police. Saa hii tunapoongea Bishop, polisi moja ameuawa, 370 wameumizwa. Na magari zaidi ya 60 ya polisi imechomwa kwa sababu hata hapa kwetu hapa Chemelil Chemase, watu waliweka watu yangu kutoka Kericho wakikuja Nandi, walikuwa wanalipwa up to 70,000 kwa sababu ya illegal demonstrations na roadblock. I want to ask the president, these people gave you power. Can you clamp down on any illegal demonstrations? Kwa sababu hatuwezi chezeana namna hiyo. Na mimi kama hapa Nandi na wafuasi wako rais, atukubali handshake ama nusu mkate. We are very clear in our mind. Please continue serving this country. Uko na agenda uliuzia wa Kenya, ndio wakakupatia nafasi ukakuwa rais ya Kenya. Wewe endelea kusukuma hiyo agenda. Na sisi kama wafuasi wako, sisi tutasukuma. Kitu tu nataka ni sehemu ya mwisho. We are ready for the amendment of creation of office of official opposition leader. Na hiyo ofisi tutaunda sawa sawa. Tutaweka gari ya chike. Tunajua mzee anapenda carpet, tutamwekea. Tunajua anapenda ile mobile toilet, tutamwekea. Tunajua anapenda maji na ile cool environment, tutampekea. Anajua anapenda first class, tutamwekea. That is the only aspect. The engagement we want to do with opposition is the engagement within bipartisan and within parliament. And I think as a nation we must go that way. Ananoya nibiga mnandi handshake. Umeja kwa wekiji. Jokonde ko imaye ne bilibilik sigerian sa kemande kuni kibarap Kenyatta. Maoro ole kikinam kolal batet kijam kindo gari ne manda bureka ko Kisumu. So kimeje kehakikishan kele kakemwa kele mami ngalekab handshake. Anan makap kemwa jarap Ruto kunot. Mami handshake is, mami nusu mkate is. Ya mwisho Bishop, I want to ask finally. The church, what is the dispute? Nikisikia watu wakisema kanisa, wana wanasumbua kanisa. Kanisa kazi yetu ni na nyinyi ni kutuombea. That is the biggest work of the church. And I want to ask you Bishop, hata watu wakisema iko shida gani kama hawa Kenya walipiga kura na ikaisha? Na wacha mzee awache kusumbua marais wa nje. Ameenda kusumbua mama mzuri hapo anaitwa Suluhu Hassan. Huyu mama wa Tanzania, siku nyingine nasikia anataka Ramaphosa. Sisi kama kutakuwa na mediator, sisi tunataka mzee Museveni akuje afanye hiyo mazungumzo. Kwa sababu tunajua hiyo ndio mtu yetu. Kama kuna mtu atakuja mazungumzo, patia Museveni hiyo kazi. Ndio mzee anyoroshe. Ya mwisho nataka sasa niite familia. We will start with the family. Basi tegemwa betu take ngoya. Ngonya Museveni anan. Ongen ole Museveni ko ongen